Sasa asema hivi, Mwenyezi Mungu, fikirini kama mnafanya sawa. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Fikirini kama you are doing it right. Where you are you right? Bwana Yesu asifiwe sana. What you are doing, are you right? Where you thinking to go, is it right? Sasa asema hivi Mwenyezi Mungu, fikirini kama mnafanya sawa. Namba 2, tuendelee. Ninyi mmepanda mbegu kwa wingi, lakini mmevuna kidogo. Sasa hapo ndio unajua madhabahu ya kwenu inazungumza. Kwa sababu hauwezi kuinvest milioni 1 alafu unakuta reward yako ni shilingi 10,000. Hapo kuna kitu ambacho hakiendelee. Yaani watu hawa wanapanda mbegu, wanapanda kila kitu, lakini mavuno yake ni kidogo. Mnaifunua kanisa kama hii, lakini mavuno yake ni kidogo. Mnaenda crusade, mavuno yake ni kidogo. Biashara ukiweka, mavuno yake ni kidogo. Lakini uliweka kwa kiwango cha juu, you invested highly. Uliweka juu, uliweka maneno yako vizuri, ulipanga vizuri, shamba ulipalilia vizuri, ulilimia vizuri, anything and everything was working properly, but harvest ikakuwa chini. Why? Kuna madhabahu, kuna kitu ambayo inafanya uzivune. Maana unavaa kuvuna hata wakati kuna jua. Mtu anaitwa Isaka. Isaka ni mtoto wa Abrahamu. Kwa sababu ya madhabahu ya Abrahamu ili aliinua, wakati aliambiwa arudi Ai, maana alikuwa anataka kuja Afrika, Egypt, kukuja kulima huko kwa sababu kulikuwa na njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alikuwa ameanza safari ya kwenda Egypt, Mungu akamwambia hapana, rudi. Wapi? Huko ulikuwa unatoroka mahali kunaitwa Ai. Akamwambia rudi huko ulime. Na akamwambia Mungu huko kuna kiangazi. Ukisoma Biblia inakusombia namna gani? Kulikuwa na kiangazi miaka 3. Na kabla ya hiyo miaka 3 ni mvua moja ilinyesha, miaka ingine 3 huko nyuma kulikuwa na kiangazi. Akaambiwa nenda ukalime huko. Alipoenda kulima, kwa sababu ya maagano ya Abrahamu na Mungu, huyo jamaa alilima kukiwa na jua. Bizima vilikuja na akavuna. The Bible says alitajirika kuliko serikali. And the man became wealthy. Alitengeneza mali kubwa. Why? Because there was favor moving with him. There was a condition ambayo ilikuwa inarahisisha maisha yake. There was a condition yenye bali ilikuwa inafanikisha kila kitu anafanya. Yaani akiweka hata kama kuna jua, there was favor. There is a condition that makes things work for you. There is a situation that they will come, automatically come, inakusaidia, inakufacilitate, you move to the next level. Ukitoka hapa ukienda, unakuta ni kama dunia ilikuwa imekungojea, because you have shifted from a condition where you are not going to be successful. Unakuta things are forcing themselves to you. Unapata favor ambayo haieleweki. Unakuwa ni mtu kama anaitwa nani? Joseph. Joseph wakati alifukuzwa, aliuzwa na ndugu zake, yeye tu alienda. Watu kama hao wanakuanga na favor ambayo si ya kawaida. There are people that you will want to be associated with. There are people that you will want wakuwe tu karibu na wewe. Maana kukua tu karibu na wewe, vitu vinafanyika tu, vinatendeka bila wewe kujua, vinajiforce. Unaona jamaa anaenda mpaka anakuwa prime minister in a foreign country, just like that. Anakuwa prison, ako na favor. Anaenda kwa Potiphar, ako na favor. Hata wakati wanataka kumnyoga, bado anapata favor ya kuuzwa. There are people that are in your life, wanakujaka tu kwa maisha yako, na hao watu ni wa muhimu na ni dangerous sana kuelewa. Na wakati mwingi mtu kama huyo akikuja, mshike vizuri na utembee naye vizuri. Na Yesu anasema kuna watu, na hawa watu wamesababishwa kwa sababu ya madhabahu. Madhabahu ile iko chini yake, ama ana operate in what kind of an altar. Those when they are operating in such a kind of an altar, ndio inasemanga wewe utakuja kukua nini na utaenda kukua nini. Unaweza shikana na mwanamke, uwe very prosperous, uko na Range Rover, uko na manyumba, lakini mkishikana na yeye maisha yako inaweza kwenda hivi. Unaweza kushikana na mwanaume, naye badala uendelee, mwanaume maisha yako inaweza kwenda nini? Maisha yako inaweza, mlipatana ukiwa sawa, lakini maisha inabadilika. Why? Kuna favor. Na hiyo favor inatokana na madhabahu. Wewe huyu mtu kwao ni madhabahu gani inatawala? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona ninyi mmepanda mbegu kwa wingi. Yaani mbegu zilipandwa 800, lakini zile zilitokelezea ni mbegu 200. Kumaanisha there is an obstruction that is hindering you from the shift. Maana wakipanda mbegu walikuwa na matarajio ya kutajirika. Wakipanda mbegu walikuwa na matarajio ya kushift from maskini kwenda huko kwingine. Watauza. Maana huyu jamaa anaitwa Isaac alipanda kukiwa na jua. Alipanda kukiwa na kiangazi, lakini alishift from poverty, from lack to something successful.
Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiangalia mavuno, unaweka pesa yako inaimezwa, unaweka pesa yako inamezwa, unaweka kitu yako inamezwa, basi kuna kitu inazungumza. Na hiyo kitu lazima uanze sasa kuaddress, maana hiyo ndio inakuzuia kuingia kwenye hiyo level nyingine. Kuna watu tulienda na wao kwa mlima lakini hawakushika kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona msichana kama huyu ni mgeni kabisa, aliniona kwa Bamase lakini alienda huko na akashika. Kuna kitu hako kuambia. Nyinyi yote naona mali nilimwaga asali, nikamwaga masiwa na kile, alienda hapo. Ulichukua nini? Alafu uliomba hapo. Uliambia Mungu namna gani? Hiyo madhabahu ikutetee. Unaona huyu msichana sidhani kama umeokoka kabisa. Ile ya ukweli ama ni ile ya jua kali? Ni ile nusu ile 50-50 kulingana na matatizo. Unaona hajaokoka vizuri, lakini alielewa. Alirudi kwa hiyo madhabahu na akasema, hii madhabahu kwa sababu nimekuona pale kwa mlima na nimekuona sasa hapa, hii madhabahu na initetee. She understood the mystery of altars. Alienda na akasema na hiyo madhabahu, akaiba, kwa sababu nimejua hapa umeinuliwa, na kutoka leo kwa sababu umeinuliwa utakuwa nafanya kazi kubwa katika taifa ya Kenya, na mimi katika ukifanya hiyo kazi unikumbuke. That's a secret of altars. Bwana Yesu asifiwe sana. Simuliona ule mtu huyo MUNJIRU. Mimi sikuwa nimeita MUNJIRU. MUNJIRU alikuja, nilimkuta MUNJIRU hapo. MUNJIRU wa juzi walikuja hapa na watoto wake na mke wake na mother in law walikuja hapa juzi, last week. Na akaniambia this was his first church kuigiza mguu. His first church. Na watoto wake wote wamefuga madreadlock. Hao ni wa dunia nyingine. Hata mke wake hajawahi kanyagisha, lakini walikuja wapi? Maana kile aliona huko alikuja akakiona hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuliweza kumshift kutoka a little faith akakuja mpaka kwa kanisa, na akakuja boldly, na akakuwa proud, na akakuja akasema nisimame kwa madhabahu nipigwe picha, because tulimshift. Na yeye kule kwa mlima alitumika kutushift. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sisi hatuko, Mungu alikuwa amemtayarisha na maneno ambayo atayasema ndio sisi tu shift. You need that person that qualifies you to the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. You need somebody ambaye atakushika mkono akuvukisha hapa kupeleke. You need that person who will speak a word in your life uvuke. You need that person that will just come and say a word ubarikiwe. That one word barikiwe, na inakubadilisha maisha yako. That is the person you need to shift. That's the person you need to walk with. That's the person that you need. Na kunao pia wa kinyume, akikuja tu kwa maisha yako, one day biashara yako inaaguka. Bako unashindwa ni nini na promosha dunia. Unaona ni kama dunia yote imeanza kutikisika because of that one person mwenye alikuja kwa maisha yako. That one person, because amebeba madhabahu ambayo si mzuri. Kuna watu mnaweza kushikana kama praise and worship venye mnakuwa kama mzuri, tulete mtu muibaji. Muibaji. Sema muibaji. Mtu anaibaga mpaka unasikia huku kukitetemeka. Mpaka kanisa mzima inasema, wow, what a wonderful voice. Lakini ipatie praise and worship 2 weeks. Utakuta hawa kuna mtu wote wamehama. Na kile kiliwafukuza hawajui ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnakula lakini hamshibi. Hapo ndio unajua uko na nini na madhabahu inakusubua. Unakula nodo honaka. Uhujagerio lakini husikiagi. Nimekuhubiria kutoka City Stadium mpaka saa hii, bado tabia ni zile zile. Nimekuhubiria 2 years hapa, bado tabia ni zile zile. Haushibi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is one condition ya kujua ya kwamba kuna kitu kinakuzuia kwenda hapo mbele. Maana unafaa kukula ukishiba, inakusaidia. Unafaa kukula na shiba, inakusaidia kufanya vitu vingine. But now kama haushibi, unarudi tu kwa the same condition. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnakunywa divai lakini hamutosheki. Hello. Unakuta watu hapa ni wamoshene, hata ukiwaambia wawache hawawezi. Ukiwaambia this direction hawawezi. Watu wanakaa tu in the same condition. Ile ya jana uliwahamisha kutoka Misri, wamefika mahali wanauliza Musa, si ungetuacha tu tukufie huko? Hapa ni huko ni kukuona, uliona hakuna kaburi tungesikwa.
ndio utulete hapa, because walitaka kuhamishwa, but it was so difficult for them because there's something that is holding them. Sasa ukijaribu kuhapisha na kuhubiria na kuharibu kuja kutoa mtu kwa praise and worship, maana si wa praise and worship, lakini unakuta anang'ang'ana, anakasirika, anakuwa mpaka na hasira, akiona watu wakiiba anasema nyinyi tu hakuna kuiba, mnajua kuiba. Mpaka wakati nitarudi huko ndio mtajua najua kuiba. Kwa sababu kuna madhabahu inamwambia don't move from this position, don't go to this. Na kwa sababu wanajua ukienda kwa hii position breakthrough yako inaanza. Wanajua ukitoka hapa uende hapa maisha yako itabadilika. So kuna kitu kitakuwa kinakurestrict kutoka kwa keka nyumba ulikuwa nakaa zamani. Unasema mimi nilishift, lakini ile nyumba nilikuwa nakaa mahali fulani Ndura, hiyo nyumba ilikuwa mzuri sana. It was spacious, it was good. Na kule umepelekwa kwa masongo, yani umetoka level ya Ndura, umepelekwa level ya nini kama sasa tuseme mali upper class juu kidogo. Umehamishwa, nyumba si mzuri lakini umehamishwa from the class. Bwana Yesu asifiwe sana. The house might not look good, but you have been shifted to a new class that now you are thinking will think differently from how you are thinking. Lakini akili yako inakwambia ile nyumba ilikuwa spacious, ile nyumba ilikuwa mzuri, ile nyumba ilikuwa. Sasa unakuta akili na mwili wako, mwili ndio iko mahali huko sasa, lakini akili na roho yako inarudishwa huko. Stagnation inaanza kukuingia. Sasa kutoka hapo hakuna siku utafikiria kuenda mbele, maana utakuwa ukifikiria kule nini. So operation ya biashara zako, operation ya kazi zako, operation ya hata kutembea kwako itakuwa ni kule. Huku utakuwa tu physically, lakini uko kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama ama baba tulikuwa na girlfriend ama boyfriend zamani. Sasa ukipata mwanamke na unaoa bado unasikia akili yako inakurudisha kwa yule girlfriend, inakurudisha kwa shiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakaa uko na bwana, lakini fikira siku kwa nani? Kwa yule girlfriend. Sasa unakuta kuna madhabahu ambayo imekufuga, inakuzuia kuendelea. Unaanzisha kazi mzuri sana na inaendelea na unaona inaanza kupiki, lakini akili yako inakurudisha kule ulikuwa umeajiriwa. Maana kule ulikuwa unaajiriwa ulikuwa unalipwa 20,000. Hii umeanza kupata, ukipata pesa mingi per day ni shilingi 500, faida 300, 400. Lakini ukiunganisha hiyo pesa yote unakuta inakuja 25, 26 ama 30. Lakini bado kwa sababu unazoea kupatio ikiwa pamoja. Hiyo ni madhabahu imekuzika. Umezoea kupatiwa nini? Ikiwa pamoja. Sasa unaona afadhali ile ya kuandikwa kuliko hii ya kujiandika. Lakini kumbe ni Mungu alitaka kukuanzishia platform. Nika hoteli kadogo, nika kioski. Lakini Mungu ana plani kukufungulia hoteli kubwa. Mungu ana plani kukupatia, kwa sababu lazima Mungu akupeleke kwa class, one class after the other one. Akupeleke level moja mpaka level hiyo nyingine, because God is a God that shifts. Akikushift kutoka hapa lazima akupeleke klasi yake. Akikushift kutoka hapa anakupeleka klasi yake. Sharedi zamani alikuwa nakata mboga. Alikuwa mama mboga, walikuwa watu wa Ruto. Alikuwa mama mboga. Lakini eventually aligrow mpaka akapata supermarket. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado Mungu anaendelea kumgrowisha mpaka apate supermarket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akuwe kama nini? Quickmart. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia yeye kuna kitu kinamzuia. Wakati anaenda kuna kitu kinamvurutaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeanzisha kabiashara kakuuza madisi. Wewe kuna kitu ukienda, kuna kitu kinakuvurutaga. Kuna kitu kinakurudishaga mahali ulikuwa. Ndio unasikia mwanakunywa madivei lakini hawatosheki. Mnavaa nguo lakini bado mnasikia baridi. Yani there is something that is not allowing you to move. Bwana Yesu, wewe umevaa nguo, umevaa jacket lakini nasema hai, ni ndio atagi manyobe no. Sasa hiyo bako na hakisha kajiko unakaa hivi, unakuta mtu amekaa namna gani? Hivi, kwa sababu anasikia baridi. Na watu wengine ni kutoa, wanatoa nguo. Halo. Watu wengine nini wanafanya? Na nguo manaruta, dole kwa ile no rugari. But yeye bado anaitisha jacket nyingine. Yaani anavaa nguo mzuri na heavy lakini bado anasikia baridi. Kuna kitu. There is something that is happening with your life. There is something that is happening with your body. There is something that is happening with your future, your business, your ministry. Unakuta mtu umempatia ministry kama hii, lakini unakuta bado ako na baridi. Umewaambia watu hawa wakae hapa wa worship, unawapatia hapa platform. Unawaambia tokeni pale nje mwende mkahubiri, mwende mkatangaze. Vyombo ndio hizo ziko hapo, mashini ndio hizi ziko hapo. Nendeni mkahubiri. Wanaenda wanapiga moja. Na ni wewe ndio utawapushi mpaka waende wapige. Unawapushi mpaka unawasimamia mpaka wanaenda kusimama hapo kado na gari ndio wajue wataweza kufanya. Ukitoka hiyo kitu inakufa hatu hapo.
Sasa unajua hapo kuna matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hawa ni watu wanahitaji kuinuliwa madhabahu. Maana wana madhabahu baya. Hawa usipojihadhari watakubaliza. So kuna watu nafaa kuangalia kwenye huduma uko na wao. Yes, unafanya ndio unaonanga nafanyaga mashift. Unakuta mtu leo alikuwa hapa, kesho yuko pale hivi hivyo, kwa sababu kuna kitu na test. Tangu ukuje hapa umenisaidia na nini? Tangu ingia kwa hii ministry ni nini umebadilisha? Apart from makerere na apart from masegenyo na apart from toro dark and handsome, what else have you done in this church? So hiyo nitaangalia before I give you a position, before I give you anything to hold, before I give you anything. I want nikupatia responsibility. Kana responsibility takurushia tu kadi moja tu kakukutest, na nitakurushia kama moto kakukuchoma ndio uchomeke ukibia hapa tena. Wananisegenya, wananisema mambo baya. Watu hapa ni watu very evil. Ni evil kwa sababu ya evil. An evil mind would only attract an evil mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, huwezi kupata ati ni mwewe wanatembea na vifaraka. Hapana. Haiwezi. Kuna kitu kibaya na wewe. That is why the attraction you unapata ni attraction ya kukuagusha. Wherever you are going, whatever you are getting in your way, on your way, ni kitu ambayo si poa. And that is why you will see, I can shift you today, tomorrow nipatiane hapa, tomorrow, because I want to really test, make sure the right person amepata position yake. Sasa jiulize, ni madhabahu gani imekuzuia ambayo imefanya usiingie kwenye shift hiyo nyingine? Jiangalie, do you belong where you are now? Wewe ukijiangalia vizuri, wewe ni wa hapo huko, do you belong there? Hebu jiulize tu maswali. Haguole ni hoagereiro gokorore. Do you belong there? Then kama you don't belong there, it is because kuna madhabahu imekukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kinakuzuia. Na hiyo kitu kinakuzuia ndio imekuzuia kutoka shift hii kwenda shift nyingine. Maana we are living in a world that we shift from one level to another level. We are living in a world that makes you, yani inakumeka unakuwa discomfortable, yani uncomfortable kabisa mahali huko, because you don't belong here, ukibelong pale. Lakini ukajipata uko na kaduka kamoja na uko comfortable na uko kaduka kamoja, uko na shida. Unahitaji Mungu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nasema mnakunywa divai lakini hamtosheki. Mnavaa nguo lakini bado mnasikia baridi. Mnafanya kazi, mishahara wake huwa kama umetubukizwa katika mfuko uliotoboka. Tuko na watu hapa wanafanya kazi, they have money, wanalipwa vizuri, but nothing to show. Kuna mtu amefanya kazi 10 years, nothing to show. Kuna mtu amefanya kwenye bank, nothing to show. Kuna mtu amefanya hako America, nothing to show. Kuna mtu hako UK, nothing to show. Kuna mtu yani nothing to show, nothing. Hebu jiulize, tangu nianze kufanya kazi, mimi nimeajiriwa, tangu nianze kufanya kazi, what have I achieved? Tangu nianze kufanya biashara, join, what have you achieved? Nikio girado, hii ndio jaso yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Apart from crying and crying to God, and God is not hearing you, because you cry, oh my God, kama faraga, lakini nothing to show. Unabaka unajiuliza, where is my God? Kaga hiyo adileko. Huyu Mungu alienda wapi? Jiulize. Kama ukiangalia ile position uko nayo sasa, hiyo position that you are in now, it is not the position you are supposed to be. You have something wrong in your life. Ndio kwa maana umefanya kazi na ni kama mifuko yako. Ni yani nitodhokomagira, ni kama unatengenezaga unadhokomera karibu na roe. Ukipaka pesa yako, maji inakuja, inabeba. Ama unadhokomaga nini? Tonyoni. Unafikiria ni vifaraga. Tukikuwa mabawa, tuode tunaenda. Lakini kazi unafanya. Na watu wanakujua wewe ni tajiri. Maana mshahara yako ni 1300. Lakini there is nothing. Hauna hata kaproti. Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi, fikirini, ameturudisha, kama mnafanya sawa. Mwenyezi Mungu wa mbinguni anasema nini? Fikirini kama mnafanya sawa. Kana ni mureka wega. Kana we haria hagereire. Fikiria vizuri, ujiulize, am I in the right position? Am I where I'm supposed to? Am I in the right marriage? Hata marriage inaweza kuwa wrong. Ndio kwa maana you are struggling. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko kwenye huduma, uko kwenye kanisa ambayo Mungu anataka ukue.
Uko kwenye huduma ile unafanya, is it the right huduma ambayo unafaa kufanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Where are you? Unafanya fawa. Sasa basi, nendeni milimani mkalete miti, mulijenge upya hilo hekalu, nipate kulifurahia na kutukuzwa. Nendeni mfanya nini? You shift from where you are and rebuild. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maisha uko nayo, shift from it and now rebuild. Jenga maisha mpya. Hiyo biashara uko nayo, vuja, rebuild. Kuja na maono mazuri. Badilisha mpaka majina. Maana jina linaweza kuwa ndio linakuzuia. Jina ile unaita kampuni yako inaweza kuwa ndio problem. Jina ile unaita huduma ndio problem. Jina ile unaita ndio problem. Change the names and come anew. Anasema rudi hapo nyuma kidogo baba. Verse 8. Quickly. Verse 8. Sasa basi nendeni wapi? Ndio kwa maana tulikuwa tumeenda milimani. Bwana Yesu kutafuta miti, mkalete miti. Tulikuwa tumeenda kutafuta pawa mpya. Maana tumeona tumesukuma huduma na huduma haikuji venye inahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na sifa lakini kuna kitu hapa tumekosa. Sasa unaenda kwa milima ukata miti. Ndio mulijenge upya. Tujenge upya our institution. Tujenge upya our family orders. Tujenge upya our family systems. Tujenge upya our mindset. Tubadilishe ile mindset tulikuwa nayo ya kupigana, ya kunyang'uyana, ya kurogana, ya kunini, ya kujihisi wewe ni kama ni wewe na kama si wewe ni wewe. Haleluya. Baba, kwenye hiyo biashara kama imekataa, haja kuendelea kukaa kwenye biashara haikui. Kama kuna kadoa huko ndani ya kadoa, kama ni kabafureka kuniko huheria tu niko kahuheria akahuhereki hutoka enda huheria ikine. Wacha kukatalia mahali. Ama ende kwa milima, tengeneza kitu ikine mpya. Tengeneza. Amesema sasa basi nendeni milimani, mkalete miti, mulijenge upya hilo hekalu, nipate kufurahia na kutukuzwa. Apate yeye Mungu apate. Sasa hiyo biashara yako labda haifurahishagi Mungu. Hiyo ndoa yako haifurahishagi Mungu. Hiyo huduma yako ambayo uko nayo haifurahishagi Mungu. Wenda ujenge upya, nenda utapate nguvu. Milimani tunaitaka kuchukua nguvu. Milimani tunaitaka kuleta nguvu mpya. Unabadilisha system yako yote. Mkalete miti. Miti ni nini? Mkaende mkatafute upya. Mujitafute upya. Mwende mulete roho mpya. Mwende kwa milimani mujazwe, muinue madhabahu ingine mpya. Ndio mkirudi hapa mnarudi with the power, with the authority to change things at work. Hakuna siku kukaa tu tukikana tunatuleta tena. God has shifted us. We have shifted from the level that we were. Tumeondoka. Mwambie mzako nimeondoka. Wewe kaa tu hapo, mwambie wewe kaa tu hapo. Na amekubali. Achana na yeye. Sasa mulitazamie mavuno mengi. Mukifanya nini? Mukienda mlimani muniletee miti nipate kufurahisha. Mungu anataka kufurahisha. Maana tulikuwa tunataka kufurahisha Mungu. Sasa angalia vitabaa vimekuja, Mungu ameanza kufurahi. Ni muwahubira jaga. Amepulisha bali. Kwa nini? Kwa sababu hekalu langu ni magofu matupu. Hali kila mmoja wenu anashughulikia nyumba yake. Simeona? Ati nyumba ya Mungu ni magofu. Magofu ni manini? Halo? Magofu ni manini? Negeko. Ni magugu. Ni uchafu. Hapa kwa nyumba ya Mungu ni uchafu mtupu. Lakini kwenu ni kusafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenu mnajishughulishia. Nyumba kama hiyo hamwezi kulipa rent. Nyumba kama hii stima inaweza kukatwa. Nyumba kama hii inaweza kosa maji. Nyumba kama hii inaweza kosa mashini ya kuosha. Mashini ya 65,000 hatuna ya kuosha nyumba. Sasa hiyo unakuta mtu anaenda beach kuogelea. Hiyo inasema nitapeperusha kautajiri yako kako. Nitapeperusha niondoe. Msimame na kazi ya Mungu. Maana wakati ulienda kwa mlima, Mungu alikupatia ufunuo, akakwambia ni mimi nimekuita. So kuwa mtoto, kuwa mwana, become a son, so that you can do the work of God for the protection. Naye Mungu alinde vitu zako. Naye Mungu alinde njia zako. Naye Mungu akuwe mkamilifu katika maisha yako. Ndio maana mbingu zimeacha kunyesha mvua, nayo ardhi haitoshi mavuno. Ardhi yako haitoshi. Mbingu yako imefungwa, haitoi chochote. Mvua haikuji. Ndio maana tulienda kwa mlima.
kufungua mbingu ifunguke, na mbingu kafunguka, mvua ikaanguka, watu wakafurahia. Kisha mvua ilipokauka, jua likakuja, watu wote, hakuna alitoka huku akiwa na nguo weti. Wote Mungu alimwambia, ni mimi nimefanya hii job, kusema nimewaeka tick. Bwana Yesu asifiwe sana. Because he has shifted you from a mediocre mentality, from a mentality that is evil, from a mentality that unakuja tu kapa kusikiliza neno alafu utoke huko, kutoka ile mentality ya kafepte, mentality ya kamia. Sasa unasema mimi nitasimama kwa kazi ya Mungu na kitu kama hiki, mimi nitasimama na kazi ya Mungu, utasimamia hivi, mimi nitalipa rent ya kanisa. Hata kama utakuwa ukitoa 5000, unatoa 5000 ukijua nitalipa rent ya kanisa, na kuambia hakuna siku Mungu atakosa kukupatia. Nimeleta ukame nchini, ukathiri vilima, ukaadhiri vilima na mashamba na nafaka. Uliadhiri, maana amelete ukame. It is now dry. Mifuko yenu imekauka. Ukiambia watu hapa wakupatie, naonaka nasemaka ninunulieni chai, unaona ile pesa inakuja hapa mingi, ni 1000. Na ni 250. Hakuna hata kanoti kashagwe. Kwa sababu mifuko imefanya nini? Imekauka. Na kauka ka 50. Kana zaka. Baka inabidi ukapige pasi, uwezi kukapeleka Serena. Itabidi ukapige pasi ama utafute chewabia sharedi, maana na kuaga na hii kitu ya M-pesa. Chukua hizi upatie watu change. Na nipatia moja. Sasa naangalia hii moja, siwezi enda sasa huko, naingia hapa Karomaido, napiga gethali mbili hapo, natoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mifuko yenu imekauka. Nafali nikisema nataka kakobe kachai, unaona watu wanapaga laini na togiri. Yes. Because we are worshiping a mighty God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitaka kwenda sasa, kama mama hule tunampeleka harusi kwenda kulipa dawali, tunafaa tunaenda mabasi kama 5 hivi. Yes, tukifika huko wanaona kweli huyu mama ameletwa. Lakini sasa mtaanza kushaya. Negeshaye. Mtaanza kushaya ndiye na besha. Ole utararekerema. Baka ndio niliwahurumia nikasema wacha nilipe fare. Mwende mlipe gate. Because mifuko imefanya nini? Imekauka. Hebu gusa mfuko yako. Angalia kama iko na kitu. Hebu gusa mfuko. Useni mfuko. Angalia kama kabagi kako na kitu. Inafaa kapochi kako kale kadani kameralishwa. Tunoti tunaenda kulingana na nini? Na type. Kale kamewekwa dofu kanaasa. Kale kamewekwa green kanakuja. Kale kamewekwa green ni blue kanakuja. Kale kanawekwa hiyo ingine hivyo, tunapakana hivi. Ukiitishwa kitu tiko na change ya ni 1200 ama 750, unaona nachomoa 1000, unatomoa 500 na 200 na 50 zinachomoka. Sio kwenda kusukuka huko unakutana na makaga nisaidie na change. Hapana, you are supposed to own. Bwana Yesu asifiwe sana. You are supposed to own, maana mfuko wako hujakauka. Mbona mfuko kakauka? Ukaadhiri vilima na mashamba na ya nafaka, mashamba mazabibu na mashamba ya mizeituni, na kila mmea watu na hata wanyama, watu na wanyama, na chochote mlichotolea jaso kimekuwa dry. Yani you have been sweating for nothing. You have struggled for nothing. Hakuna kitu unapata because kuna madhabahu imekuzuia from shifting. Kila kitu nakuta kinakurudisha. Ukilima unarudishwa nyuma, ukioa unarudishwa nyuma, ukifungua huduma unarudishwa. Yani you are not moving forward, you are always backward. What is this? Kuna madhabahu inazungumza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza huduma, umeingia huduma kama hii, unakuta watu wote wamekuinukia. Ukianza kwa biashara, unakuta biashara watu walikuwa, hiyo duka ilikuwa ya mtu mwingine akakuhusia, maana amepata duka kubwa, na watu walikuwa wanapaga laini na alikuhusia the same product, na ndio unaweka bado, lakini watu wote wakahama. Sasa ndio unaona hapa hena maudu matarimera. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na kuhani mkuu Yoshua mwana wa Yosadaki pamoja na watu wote waliokuwa wamerudi kutoka uhamishoni wakafanya kama Mwenyezi Mungu wao alivyowaambia, na kama walivyoambiwa na nabii Hagai, kama alivyotumwa na Mwenyezi Mungu wao. Watu wakamcha Mwenyezi Mungu
13. Watu wote wakamcha Mwenyezi Mungu. So these people came back to God. These people reorganized themselves. Wakasema nitoshokerere Ngai witu. Nitoshoke makinyaine ma Ngai. Nitoshoke metugoine ya Ngai. Tukae jinsi Mungu anataka. Tumuinulie madhabahu. Banya tulienda kwa mlima tukainua madhabahu ya kubadilisha, ikatushift. Kisha Hagai mjumbe wa Mwenyezi Mungu akawapa watu ujumbe ufuatao kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema hivi, mimi nipo pamoja na mimi nanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kushift, sasa hiyo ani alikuwa amelala tukishift. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu akatoa akasema, mimi Mwenyezi Mungu wenu niko pamoja na nyinyi. Kwa nini? Because you have decided to come back. Because you have decided to reorganize yourself back to God. Because you have decided, umekubali kurudi kwenye misingi Mungu anataka ukae. Kurudi kwenye tabia za Mungu, kurudi kwenye mienendo Mungu amesema tukae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. 14. Ndio kwa maana Mungu atarudi. Na ndio kwa maana Mungu atarudi kwa biashara yako, kwa sababu you have agreed. Basi Mwenyezi Mungu akawapa moyo Zerubabeli mkuu wa Yuda, kuhani mkuu Yoshua na watu wote waliokuwa wamerudi kutoka uhamishoni walishughulikia hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wangapi wako tayari tukajengee Mungu hekalu? Si hekalu ya mabao, si hekalu ya manyumba, lakini hekalu ya moyo. Moyo wako ubadilike, urudi kwa Mungu. Moyo wako ukae jinsi Mungu anataka, and the things will change. God will change your life. God will make you powerful. Ndiye anasema mimi nimerudi, tuko pamoja na nyinyi. I am together with you. Watu wote waliokuwa wamerudi kutoka uhamishoni, wale watu wote, those people outside there, they came back and they reunited. Walishughulikia hekalu. Walianza kazi hiyo ya kujenga upya hekalu la Mwenyezi Mungu. Wakati wako tayari tujenge hekalu ya Mwenyezi Mungu. Tujenge kanisa lililo na uhamisho, ufasaha. Kanisa lililo na kweli kutoka kwa moyo wetu. Wakati wako tayari. Sasa si unaona kuna wengine hawataki kuinua mkono, maana angalia kama hawa, they are not ready to change their hearts. They are not ready to be called the disciples of God. Bwana Yesu asifiwe sana. They are not ready. Sasa unaangalia, si umeona sasa hiyo? Sasa hii ni mambo itaniweka wasiwasi kwa kichwa. Hawa ndio ninategemea kwa uipaji, lakini wamekataa kuinua mkono juu. Mtu mmoja tu ndiye ameinua. Sasa hiyo ni question mark. Ni red flags. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mungu sasa walianza kazi hiyo ya kulijenga upya hekalu la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kuna lazima Mungu wa majeshi ya Mungu. Kwa hivyo kuna lazima kuna kitu utafanya katika maisha yako, ndio hiyo huduma yako isimame. Kuna kitu lazima utafanya, ndio hiyo ndoa yako isimame. Kuna kitu lazima utafanya, ndio biashara yako isimame. Kuna kitu lazima utafanya, ndio mambo yako yafanya. Mnamo siku ya 24 ya mwezi wa 6. Mwezi wa ngapi? Wa 6. Mwaka wa pili wa utawala wa mfalme Dario. 16 please, quickly. Inaisha hapo. Kwa hivyo walifanya hiyo mnamo siku ya 20 ya mwezi wa ngapi? Wa 6. Na mambo ikabadilika. Na Mungu akasema niko pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulienda mlimani. Tumekata miti tumekuja nayo. Tumjengee Mungu hekalu. Tumjengee Mungu nyumba yake. Tumjengee Mungu maisha yetu. Tupatiane maisha yetu. Kanisa hili tulipatiane kwa mikono ya Mungu, litawaliwe na Mungu. Na kila kitu, tuache masegenyo, tuache kupigana, tuache kuuana, tuache kutegana. Madhabahu ambayo imetufuata ikabomoke. Na kazi zetu zile zote tunafanya, Mungu atazibariki. Tusimame kwa miguu yetu.